tuko live moja kwa moja, mshirika mwenza hapa ni Madam Leila Abubakar, kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri kabisa. Madam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za siku hii ya leo? Habari za weekend? Salama. Kuna wenzetu wameshatangulia, lakini nasi pia tupo njiani tunaelekea huko. Ni unaitwa ukweli mchungu kabisa, kwamba sawa tupo tukiwa na afya iliyo njema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini auchi ndio kuna kucha. Na kadiri siku zinavyosogea tunavyozihesabu kufurahia kwamba ndio tunaoenda kukamilisha mwaka, ndio siku zetu za kuishi pia zinaendelea kupungua. Sawa. Sasa jiulize, siku zako zinapungua lakini ufurahi. Yaani siku zinapungua unatakiwa uishi kwa furaha. Kwa furaha. Lakini wewe siku zako zinapungua unaishi kwa mashaka. Kuna watu wanakutesa, kuna watu wanakuliza, kuna watu hawapokei simu zako, kuna watu wanakupigia mara moja kwa mwezi. Ndio. Yaani wewe unatumia, yaani unajua uhai ni kama kuangua vocha. Ukishai kuangua huwezi kurudia. Hamna namba yoyote kwenye vocha ambayo unaweza kuirudia. So wewe unakuangua vocha kila siku asubuhi ili mtu asikujibu message zako. Mtu akupige, mtu akuzalilishe. Uwe kutwa nzima ujengiza 100 umekaa tu. Shida sana. Naona sasa wewe mwenyewe unatakiwa, kabla mtu mmoja haja kuambia thamani yako, wewe mwenyewe unatakiwa ujue kwamba hii ni kama vocha, nikikuangua ndo basi tena. Hakuna namba yoyote ambayo unaweza ukaitafuta pale kwenye vocha ikakusaidia, ni namba 100 ya kuomba customer care service, ambaye yenyewe unasubirishwa. Kwa sijui nini bonyeza moja mpaka watu wamalize kufanya kazi. Wewe una hata mtu mmoja unayemsubirisha kwa ajili yako, watu wote unawaambia tu free access, kila mtu hamna neno, niko sawa tu. Hivi madam, kwenye phone book yako kuna namba ambazo unaweza kukaa nazo mwaka pasi na kuipiga wala yani pasi na kuwasiliana na huyo mtu, lakini ipo kwenye simu? Ya inatokea, lakini mara si nyingi. Lakini zipo. Inatokea. Na saa nyingine sikumbuki kama ipo, kuna mtu yupo mpaka akinipigia hello, siku nyingi tujiongea. Na hii inatokana kwamba ukaribu na huyo mtu labda unakuwa ni mdogo sana. Mimi kuna namba ambazo nazo mpaka mtu aniambie hivi una namba ya fulani, ndio naanza kuangalia kwanza kwenye simu. Ndio nayo. Uhakika wa kusema moja kwa moja nayo sina. Na hata kikupigia unashtuka, kumbe namba nilikuwa nimeisave. Na unaweza pia ukaitafuta siku haitaka, ukaitafuta umeikosa sababu umesahau kuiandika. Sipo. Jana kuna mtu nimekutana naye. Nikamsalimia kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa na harakati zangu za haraka. Jamaa kafurahi sana kuniona kumbe. Basi ikabidi tu nisimame, maana umejua unamsalimia mtu asalamu alaykum afu wewe alafu yeye anakusalimia zaidi ya vile, yani mwitikio wake. Kwa hiyo akasema samahani bwana, naomba tuonane kidogo. Haya. Basi tukaongea pale, tunafahamiana. Akaniambia namba yako, nikamwambia hiyo tu haina shida. Sasa akachukua namba akanipigia. Alivyonipigia nikaangalia nikamwambia ninayo. Wewe nayo mimi kwako sina eti. Namwambia basi wewe itakuwa tu umebadili, mimi huwa natunza sana. Nikaanza natunza sana namba za watu. Natunza. Wewe kama ulikuwa umeipoteza mimi kwa hiyo yeye akajihisi kwamba mimi kweli ni muaminifu. Mtunzaji wa namba. Kichwa kikabidi. Kumbe mimi mwenyewe sikujua hata kama nina namba yake. Nakwambia mara nyingi sana tuna namba na hatujui. Sasa wewe jiulize, maisha yako ni kama vocha na kuna watu wanakunyima usingizi. Kuna watu wanakufanya ulie. Kuna watu wanakuharibia siku. Leo siku yangu mbaya sana. Toka ameniudhi, sina raha, sina starehe. Lakini madam, hayo si ndio maisha halisi? Lakini kwa nini ufikie hatua ya mtu kukuudhi na wewe maisha yako ushakuangua asubuhi? Yaani ukitoa mguu kitandani ukatembea tayari ushakuangua vocha. Lakini unaruhusu Khatibu akukere. Amena kashakuangua yake.
Sibora ukaerwe na mtu ambaye unaweza kumwambia naye ile nilokuangua nimekuangua vibaya, naomba urudishie nikuangue upya. Au kama ile sasa ukikuangua voucher vibaya piga simu tukusaidie namba gani umezifuta. Ni Mungu peke yake unaweza kumpigia simu kwambia bwana siku yangu ya jana sijaitumia vizuri, hebu nipe ambayo ni nzuri. Lakini wote kwenye hii dunia wote wewe na yeye wao mko sasa kwenye jahazi moja na yeye ndo anakunyima usingizi. Unasema siwezi kula. Yaani unalikuwa ushindwe kula ukiwa na miaka 18, mara yako ya kwanza kuvunjwa moyo. Shavunjwa moyo mara 2 mara 3, tulikuwa gangster. Kivunjwa unalia unaondoka, yaani kama ambulance. Unataka ulie hivi? Kama ambulance unalia huko unasonga. Unanitafakarisha. Kwa nini ulie wache kila kitu? Kama ambulance na mgonjwa inalia na inaondoka, wewe ni nani? Wewe nani? Ni shida. Mara ya kwanza kuvunjwa moyo ni miaka 18, baada hapo kivunjwa moyo unatakiwa uvae sura ya kigangster. Unavunjwa moyo na unaenda kazini. Wanakukera na unatokea. Wanasema upendezi na unazidi kupendeza. Wanasema ufai na ndo unazidi kufanya vitu vyako. Ndo unazidi kufaa. Umepata hasara kwenye biashara yako, unabuni nyingine. Ndio. Au unahama kijiwe. Unaenda kufanya biashara sehemu nyingine. Na hata mkoa. Unapeleka huduma yako mkoa fulani hivi, unasema ule mkoa ule japokuwa mbali na nyumbani lakini mimi nitatoboa. Unatoboa alafu unakuja mjini kuspend. Kwa hiyo ukishatoboa ni muda pia wa kumwagilia moyo. Lazima umwagilie moyo kwa sababu lazima ujipongeze ili upate nguvu ya kuendelea kupambana. Watu wengi sana wafanya kazi mikoani wanakuja kuenjoy mjini. Mimi na rafiki zangu wengi sana wako kwenye machimbo wakipata hela wanakuja mjini. Leo tunakuja lela hapo host vitu. Mimi na host vitu watu wanafurahia, wakimaliza wanarudi tena field. Sasa wewe unavunjwa moyo unasema moyo wangu umevunjwa sana, bora tu nilale. Lala, sisi tunaendelea na rondo shii kuangua vocha yako ya umri shaisha. Haitarudi tena tarehe 2 mwezi wa 12 2024 saa 8 haitorudi. Ndio shapita hiyo. Daima. Sasa wewe mwenyewe utajua. Uitumie vizuri au kae chini utie huruma. Kulala kunapoteza muda? Tegemea. Lakini muda wako wa kulala ambao watu wote wamekubaliana ni masaa 8. Na Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'an tukufu usiku ni kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kupumzika. Kwa nini unapumzika asubuhi, mchana? Umeambiwa na nani upumzike asubuhi mchana? Saa 10. Kwa nini unalala saa 10? Nani kakutuma? Kwa watu wanaosema usiku. Sasa inawezekana kwa ajili ya resting wao walikuwa hawana akili. Inawezekana kazi yangu madam. Sawa. Ushasema kwamba kazi yako umefanya kazi usiku kwa mchana unafidia kulala. Sio mbaya, lakini kuna mtu anayelala mchana na usiku. Sio kama baba ametoka kazini, kaamua tu. Alale mchana na usiku. Kwanza mimi sitaki mtu anayelala sana. Mimi mwenyewe sipendi kulala. Ni hivyo tu siwezi kujikontrol, lakini ningekuwa naweza kujikontrol nisingelala mimi. Unajua kulala sijui, lakini kulala yani kunapoteza wakati sana. Au mimi siko sahihi. Kwa nini? Lakini kulala kunapoteza muda. Imagine umepoteza vitu vingapi ukiwa umelala. Kwa sababu hata ule usiku wa masaa 8 kama sio kiafya, mimi ningetamani hata nilale masaa 3 tu niamke. Kwa sababu kishalala ukitaka kuamka, yani mwili hautaki kuamka. Mwili hautaki kuamka. Na unaweza ukasema naenda kulala, ukakaa dakika 45 hujalala. Na unaweza ukawa tu umepata tu usingizi. Message ikaingia ukaamka na ndio usilale tena. Sasa kama usingizi wenyewe ni wapurukushani hivi, si bora tu mtu usilale. Sasa ndio hivyo tena utakuwa unapingana na mambo ya kiafya. Mambo ya kiumbaji, lazima ulale. Lakini yani kama kungekuwa na option kwamba mtu unaweza kulala masaa 3 na ukaishi kwa amani, mimi ningelala. Mimi naona kwamba yani usingizi kwangu ni liability, ni hasara kubwa sana. Kuna watu wanashindwa kucontrol matatizo yaliyopo katika maisha yake
na wakati mwingine wanakosa usingizi kabisa. Kisaikolojia, nini mtu huyu anatakiwa kufanya ili aweze kurudi katika hali ya kawaida itakayompa fursa nzuri kabisa ya yeye kupumzika? Ili uweze kulala mara nyingi inatakiwa kichwa chako kiwaze usingizi, kwamba nimeingia kitandani natakiwa nilale. Utakapoingia kitandani na fikra za huyu kanifanya, sijakusanya rejesho, sijui nina deni kadha, sijui mange andai, huwezi kulala, kwa sababu kichwa chako kinatakiwa yani uhulali mwili wewe. Unatakiwa ujue unalala ubongo. Za bongo wako uko unafanya kazi subconscious. Yani hivyo kuwaza sasa. Huwezi kulala. Ndio maana ili uweze kulala unatakiwa umechoka. Na kuchoka si mwili. Kuchoka unatakiwa uchoke ubongo ndio uweze kulala. Sawa? Ndio maana unaona kuna baadhi ya watu hawawezi kulala kwa sababu hawachoshi mwili, unakuwa umechoka lakini ubongo uko active, kwa watu usingizi unapaa. Sasa wewe utakapoanza kuwaza aliyokufanya, ulioyafanya, sui stress gani, huwezi kulala. La kwanza. La pili, kama chumba au sehemu unaolala kuna joto kali, huwezi kulala. Sababu utakuwa una sweat. Kwa mwili wako una function behind. Yani kama vile ukiwa unatumia simu unaambiwa kuna applications zinafanya kazi nyuma background. Ndio kama kusweat. Kwa nini hakuwezi kukupa usingizi? Ni kwa sababu mwili wako unafanya kazi nyuma ya pazia. So, ili ulale unatakiwa ulale sehemu ambapo kuna upepo au kuna baridi, kuna hali ya kiubaridi. Kama labda unalala na madirisha wazi au unafungua balcony wazi, inabidi umefungua balcony 40 ama 30 minutes kabla hujaingia kulala. Uweke mazingira ya ubaridi katika kile chumba na wewe unuie kwenye nafsi yako kwamba sasa naenda kulala. Au ufanye kitu cha kukuchosha mwili. Kikubwa mazoezi. Kwa utakapofanya kitu cha kukuchosha mwili, mara zote sisi wanadamu tukikutana na vitu vya kuchosha mwili tunasema nataka nipumzike. Kwa pale utakaposema nataka nipumzike, ile information itatranslatiwa au itatafsiriwa katika ubongo wako kwamba huyu mtu anataka kupumzika. Kwa moja kwa moja utabidi ulale. Lakini pia unatakiwa pia uwe na timetable fulani ya maisha ambayo ni ngumu. Mfano, kama sisi tunaamka saa 10 dakika 50 au dakika 30 kila siku. Kwa jinsi ambavyo ratiba ya kuamka ilivyo tight, kwamba tunaamka saa 10 dakika 50 au dakika 30, tunalala kila siku saa 4 kasoro. Kwa tunalazimika kuwa na adabu ya usingizi kwa sababu tunaamka mapema. Ili kutwa nzima tuweze kufunction bila kahawa, inabidi tulale vizuri. Kwa sababu tukishaanza tukuweka mazoea kwamba ili niamke inabidi saa ngapi ninakunywa kahawa, ni jambo zuri, lakini nayo caffeine nayo ina shida, ina utegemezi. Kwa unasema ili niweze kumaintain kutwa nzima kwa kunywa maji tu, inabidi nilale vizuri. Kwa kulala vizuri ni saa 3:30 natakiwa niwe nimesinzia, ili niamke saa 10:30. Nifanye shughuli zangu 12:30 mimi natoka. Sasa lazima uwe na, yani ili wewe ulale vizuri, ndio ufree kichwa chako na mawazo. Tengeneza mazingira ya kulala yenye ubaridi. Ya 3, uhakikishe unauchosha mwili aidha kwa mazoezi. Ya 4, uwe na timetable in place, yani uwe tu na ratiba fulani hivi ya kuamka ambao ni ngumu. Kwamba yani ukipiga mahesabu ya kuchelewa kulala unaona ni loss kwako. Kuna watu ambao hawalali mapema weekend. Ikifika Friday, Saturday, Sunday hawalali mapema, lakini sasa ubaya sasa mimi siwezi, hata wewe juzi uliniambia kwamba hata iwe weekend huwezi kuchelewa kulala. Kwa sababu timetable yako ya asubuhi inaanza mapema. Kabla ya saa 11 unatakiwa uwe macho. Na watu hawajui, lakini hakuna nidhamu nzuri sana kwa mwanadamu ambao unatakiwa uwe nayo kama nidhamu ya kuamka. Ukishakuwa na nidhamu tu ya kuamka, shindwi kitu. Yaani wewe kwamba kila siku 10 dakika 20 uwe macho. Utafanya nini? Unatakiwa tu uamke. Kama una kitabu unaweza ukasoma, kama una mazoezi umeyaona kwenye mtandao, maana saa hizi kila ukipita popote Facebook, sijui wapi, kuna yani baada ya kuangalia video 2 ya 3 ni mazoezi. Sasa ukishakuwa na huo utaratibu wa kuamka saa 10 dakika 20, 10:30 kila siku, hutoweza kwenye maisha yako kwenda pombe. Hutoenda katika maisha yako kwenye muziki. Ndio. Hutoweza katika maisha yako kukaa macho zaidi ya saa 4. Yaani utakuwa tu na kajitabia fulani
kakiwanadamu, kakiuumini ambako wewe mwenyewe utashangaa sasa, mimi mbona nimekuwa muumini sana hizi siku, mpaka wewe mwenyewe pia utaanza kujipenda. Sasa imagine kama kila siku unatakiwa uamke unatakiwa kila siku uamke tuseme saa 10:15. Ushike uzu, usimame tahajudi na nusu. Ukisema tahajudi umalize tahajudi labda saa 10:50. Ufanye zako idhkari 11 kamili dakika 5 unaswali subuhi. Kimaliza unatoka unaenda mazoezi. Ukirudi 12 kamili unaoga unaondoka kazini. Hivi usiku utachelewa kulala kwa nini? Kuna watu lifestyle yao ni tahajudi. Mwanzo mpaka mwisho. Ndio. Na watu wao ndo, yani watu wanasema discipline ya kwanza ni kuwahi kuamka. Discipline ya kwanza. Hata kama una pa kwenda, amka tu. Ukatembee kama kuku. Kwani kuku akiamka ile saa 11 kasoro, 12 kasoro, anaenda wapi? Ana shamba? Hana. Ana riski, ameajiriwa mahali? Hana. Lakini anaamka tu. Kabisa. Amka tu, yatakukuta huko. Mema ya mwanadamu yatakukuta huko. Binadamu wamekosa shukrani. Mara nyingi sana unakuta kwamba mtu licha ya neema ambazo alizonazo lakini hazioni mpaka pale itakapomtoka. Ni wakati gani sahihi binadamu anatakiwa kujua hili ndio jambo sahihi kwa wakati huu sahihi? Hamna wakati mahsusi, lakini siku zote ni kuamini tu. Kwamba lolote litakalonipata ni heri kwangu. Na kama nikawa nimelikosa pia ni heri kwangu. Siku zote katika maisha yako uwe na fikra ambazo ni positive kwamba sio risk yako. Basi pata umepata, ukose umepata, kako sawa tu. Na kiini cha mafanikio ya kufika hapa ni kutokuwa na matarajio. Ndio siku zile nikakwambia hakuna mtu mwenye kufanikiwa katika hii dunia kama mtu ambaye ana matarajio. Sina tarajio na mtu yoyote. Nikija ukanipa sawa. Nikija ukanipa sababu sawa. Ukaniambia nimefaa unaweza kunichukua sawa. Ukaona sikufai uweze kunichukua pia sawa. Ukiona kitu fulani haki yangu ukanipa, alhamdulillah. Ukiona sio haki yangu ukaninyima, alhamdulillah. Kama mimi ni mke wako ukaona kwamba huyu amefanya kazi mwaka mzima ngoja akapumzike ukanipumzisha sawa. Ukaona sifai pia kupumzika sawa. Na sikuulizi. Kwa sababu kama mimi ndo kazi yangu natakiwa nianze kuulizana na wewe, hatutoishi. Utaniambia kwa kila ukikaa wasubiria palipopungua unikumbushe. Nani anataka kufika kwenye hatia? Mimi nakaa. Ukinipa na furaha, usiponipa, na hakuna kitu kizuri katika hii dunia. Tulikuwa tunaongea jana na rafiki yangu. Hakuna kitu kizuri katika hii dunia kama kupewa kitu hujatarajia. Unakuwa na ile wow. Yaani ulikuwa umekaa tu hivi, mtu akakuletea maua. Unajisikiaje? Starehe. Lakini ukao umeomba maua, ukaja kuletea baada ya miezi 7. Huna heshima yote mbele ya yule mtu. Wakati mwingine inawezekana ni vitu vya msingi sana kwako na labda mume au mke havitekelezi. Ni vibaya kuvidai? Kudai. Utakiwa kukumbushia. Kudai ni kusema zaidi ya mara 2, si ndio? Alo wajua mimi sina nguo hapa ndio ni kweli. Sasa naomba kama Mungu akikujalia mwezi huu ukipokea unitengee 30 na mimi nipate nguo. Baada ya mwezi ule kuisha, siku 15 zimepita hajakupa chochote, unamwambia bwana hapa mke wa Khati bwana anakopesha magauni. Magauni hayo unalipa ndani ya siku 60. Mimi ninavyoona mume wangu ngoja nichukue moja. Baada ya siku 60 utanilipia. Au wewe unashauri nini? Mimi nashauri wewe chukua mawili. Ngapi? Ni 32. Haya chukua mawili ni 64. Kwa ndani ya siku 60 mimi nitakuwa kila siku nakupa 1000. Siku zile za mwishoni nitakupa 2200. Sawa sawa. Ukaenda kuchukua. Siku za kulipa zimeanza. Umeanza kulipa la kwanza, ya pili, ya 3, ya 4 mpaka ya 10, akawa ameanza kusahau, analegalega. Wamkumbusha, bwana, wajua ile pesa ya watu. Kweli bwana, ile pesa ya watu. Baada ya hapo tena anajisahaulisha. Unamkumbusha. Ya 3 unamkumbusha. Ya 4 unakuwa unadai sasa.
Lakini mwingine hakupi. Hata hizo baada ya siku 15 unamkumbusha na hakwambii uchukue. Hata ukimpa hiyo option ya pili kwamba kuna mkopo, anakwambia sawa nitakujibu. Ukienda kumpa tena option ya tatu maana yake unamdai. Kwa sababu hata maandiko yanasema mwanamke ataacha wazazi wake. Ataambatana na mume wake. Kwa hiyo nilivyokuwa naambatana na wewe, yani unahisi sivai au? Sipaki kipodozi, yani wenzangu wote wanang'aa. Mimi singai. Unahisi yani kung'aa ni maajabu, yani watu wanafanya maajabu mpaka wanang'aa. Kwa mimi nikikwambia natakiwa ning'ae mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, huoni umuhimu wa mimi kung'aa? Natakiwa nifanyeje? Uko umetoka kazini nikuanzishie kisirani, sisemi tena. Si kwa sababu ya jeuri. Kwa sababu pia kuomba nayo sana ni aibu. Hata wewe kila siku ukiwa unaenda kumomba mtu fulani kitu fulani ni haya, kwa sababu kila akikwana mtu wa maji huyu anakuja. Lakini madam, inakuwaje kwa mfano kama tunaona kwa wanawake mnavaa sana kuliko waume zenu? Na kwa kiasi kikubwa unakuta ni kipato tu cha kawaida alichonacho mumeo. Lakini ninyi mna masanduku na masanduku ya nguo. Na nguo hizo hamzitumii zote. Mna nguo zenu za kushindia hizo. Lakini bado fashion zikija unataka tena, unataka. Lakini bila kumwangalia mumeo. Hamuoni kama ni ubinafsi? Nataka nikupe habari ambao ni mbaya. Mbaya sana. Nyinyi hamujui, lakini sisi tuna nguo ya 6,000. Kuna gauni zetu zinauzwa 6,000. Kizuri kabisa, kijora safi kabisa. 6,000 za Kitanzania. 6,000 za Tanzania. Na tuna kitenge ambacho tunaweza kukinunua 10,000. Na nikakishona mimi, rafiki zangu akanishonea kwa 10,000. Kosa nyingine kujaza nguo si kwa sababu labda sijui tutaka tuwafuje au nini, lakini tuipo ndani ya DNA yetu, tunapenda tu vitu vingi. Na tunaweza tukawa tuna makabati mawili ya nguo, lakini saa ya kutoka tukamwaga kabati zote chini, tutafuta nguo moja. Na naweza pia sana isipatikane. Naweza ndio nilikuwa naenda hapo. Naweza pia ukaniambia twende, nikakwambia sina cha kuvaa. Yani ndivyo tu Mungu alivyotuumba, kwamba sisi katika udhaifu wote wenu nyinyi wa kusema uongo, wa kutulaghai, sisi wetu ukawa wa kufuja nguo. Sasa tunapokosea baadhi yetu ni kwamba tuna nguo za mwaka 90 ndio mpaka leo. Ndio siku zile hapa tulikuwa tunaongea. Maximum kukaa na nguo ni 6 months. Maximum. Unatakiwa kwa hali ya kike. Unatakiwa ukae nayo tu miezi 6. Baada hapo unatakiwa ugawe. Kwa sababu hizi mbili. Kugawa, unatakiwa ugawe kitu ambacho hata wewe ukipoweza kukitumia. Ndio shati kula sadaka. Lakini pia pili, unapotoa nao unapokea. Kwa unavyotoa baada ya 6 months, nguo ambazo utakuwa umezitamani ndani ya hii miezi miwili zitapata nafasi ya kukaa. Lakini pia wewe utapunguza ghasia nyumbani kwako, mende sijui vitu gani, utapunguza ghasia. Mfano mimi silali chumba kimoja na nguo. Kwa sababu nina shida ya kiafya tu, wala sio kama shida sijui nini. Kwa siwezi kukaa na nguo zaidi ya miezi 6. Yaani baada ya miezi 6 inabidi tu niitoe, kwa sababu nitapiga chafya usiku mzima. Yaani hutofurahi. Yani chafya hapa inatoka wapi madam? Kidogo hapa napata na kama nina mzio au wanasema allergy. Kwa zile nguo zinavyosakamana sehemu moja ni kama zinatengeneza vumbi ambayo mimi inaniathiri. Sasa mimi siwezi kusurvive kwenye haya mazingira. Na nikasema bora hata Mwenyezi Mungu alinipa hii allergy. Kwa sababu ningekuwa hiyo allergy sina, labda na mimi ningeanguka katika kikundi cha wanaokana nguo miaka 90. Siwezi kusurvive chumba kimoja na mavitu mengi. Naweza nimeweka tu kitanda tu na kabati basi. Baada hapo siwezi hata nikeka kochi. Ikishika tu vumbi, silali, wallahi silali. Nitapiga chafya mpaka mtasema au labda ameingia sijui kwenye nini, tumfanyie ni sijui apewe hata maji, apewe dawa, hata nimenywe, nipigwe sindano, siwezi kulala. Ndio shida sasa. Sasa nilipomweleza mtu mmoja akaniambia lakini hata hivyo kiafya haitakiwi ukae na mavitu mengi ndani ya chumba. Ni mara 60 kama una ukumbi au una vyumba viwili. Upange nguo zako kwenye shangazi kaja,
nguo zako za maana nazipanga kwenye shangazi kaja A, si unazitofautisha rangi. Nguo zako nyingine unazipanga shangazi kaja jingine, na nguo zako za kushindia shangazi kaja nyingine. Kwa ukiwa unataka kuvaa maksusi, nguo maksusi, unatoa shangazi kaja maksusi, unatoa nguo zako unapa unarudisha. Ukiwa unataka kutoka unachukua shangazi kaja lako la kutokea unalichukua. Sasa ubaya wanawake wengine ndio wao unawasema kwamba wao wakivaa nguo ile aloamka nayo asubuhi ni mpaka jioni na kabati limejaa. Sasa hapo hiyo ni tabia ya mtu binafsi ambayo kisaikolojia tunasema pia ni shida za afya ya akili. Kwa sababu haiwezekani wewe uishi kistaili hiyo. Maana ya kuwa na afya ya akili maana yake ni kufanya kitu mahsusi katika mahali mahsusi. Kama wewe nguo ni ya usiku na unashinda nayo kutwa nzima, tayari umekosea. Nyingine, nguo wewe ni ya kupigia deki, unakaa nayo kutwa nzima na unapanda nayo hiyo kitandani, tayari. 3, kama wewe una vitu na huvitumii, unamwekea nani? Nayo ni shida. Yaani kama una hela hapa mfukoni, alafu sasa siwezi kuitumia. Natakiwa tu niwe nazo tu nisiangalie. Una njaa lakini huwezi kula. Licha kama wale jamaa zetu unasema usinipe samaki. Nipe tu mchuzi ambao umepika samaki. Nisameni jamani. Nipe tu mchuzi, mimi nitakula wali na mchuzi. Yaani shida yangu mimi ni ile harufu. Nataka harufu tu. Kushabara. Lakini hela anayo. Anayo. Akufatake na tai shingoni. Hiyo sasa. Hizo ni shida za afya ya akili za mtu mahsusi. Sio za wasichana wote. Lakini wasichana kweli tunapenda nguo, tunapenda design, lakini mind you nguo zetu ni harama ndogo sana. Sisi tuna nguo hadi ya boku. Uliona wapi? Nyie mna nguo ya 1000. Zaidi ya socks. Kana yenyewe juzi nimeuliza mkanda ngapi 10,000 kasa. Bora tumezeeka huyu mzee sitanunua mkanda tena. Mzee mimi baba sijapata mkanda huko. Lakini yani huo ni wa kawaida. Kawaida. 10,000. Sasa wewe jiulize cadet ni ngapi? Sisi cadet zako 2, sisi tumevaa vijora 5. Kati ya wanawake na wanaume wapi ambao wanaopenda zawadi sana? Inategemea kwa sababu kila mtu ana love language yake. Kuna watu wana love language za kupokea zawadi. Lakini naona wasichana wengi sana wanapenda zawadi. Yaani kama zawadi zimehusishwa zaidi na wanawake. Kweli wanawake wengi yaani kama 90, 92 tunapenda zawadi sana. Hivi kile unachokipenda wewe sio ndio unatakiwa umpe na mwingine? Au najua unapoelekea wewe. David nilikuwa nimetegwa saa nyingi sana. Usiniingize kwenye hatia. Ila kweli yaani ahibba li nafsi ma tuhibbu li nafsika. Wapendelee watu kile ambacho unapenda. Kwa kweli kitu ambacho unakipenda ufanyiwe, unabidi ufanyie na watu nao, lakini sasa unajua nilikwambia siku moja na watazamaji wengine mimi wasikilizaji wengine walifight kweli kwenye comment pale. Mimi nikitoa hela roho iniume. Hatujasema kutoa hela kwa vitu ambavyo ni vitu tu vya kawaida, mfano labda kusaidia watoto wako ama nini, lakini ni mwanamke ni akitoa 100,000 yani sijui kwa nini, lakini yani tuna njia tu lazima tutairudisha. Mimi nimeona, najua wewe umeongea kutoka wapi, kwa sababu tumeona kuna mwanamke mmoja amemnunulia mume wake gari ya milioni 100 ile. Lakini hatibu mimi nakwambia wewe kama kakangu, ile hela ni hela ya jamaa. Wallahi sio hela ya mwanamke. Kile. Yaani ni ile hela yake. Anatoa allowance. Kwamba bwana allowance yako ya mwezi hapa. Sasa mimi katika ile allowance sasa nataka niwe unique. Nataka nitengeneze ubora katika allowance yangu. Na save kidogo nimpe jamaa, na yule mwingine kamjengea mmewe msikiti. Zile zote zile ni allowance. Si kama yani mtu tu nimeamka nikenda kama hivi labda mimi nikafanya muhadhara nikapewa hela zikafika milioni 500 nimjengee mtu kama Masjid Nabi niseme okay huu msikiti. Yani zile ni allowance zake jamaa anazonipa mimi na
natunza. Sasa kama mimi na Ismail hatupeani allowance kamwe. Sasa mimi nitakupenda nitakutunzaje? Allowance lazima utakuwa nayo tu. Najua, lakini mimi na Ismail maisha yetu hanipi allowance kamwe. Hata hilo dira anajinunulia mwenyewe. Sasa wakati mwingine katika kujinunulia mnunulie na yeye ili umfunze. Tumesema vitendo vinaongea kuliko maneno. Nakupenda kwa sababu umesogea hapo ninapotaka. Kwa hiyo mimi nikinunua dira ikibaki 2000 nanunua ile vesti. Ama soksi. Sisi mbona zawadi zetu tunazijua? Yaani huko kwenye magari huko 10,000 kwa mimi ukinipa allowance nzuri nitabana hadi nikununulie. Tatizo hatuoni. Wallahi hamtupi allowance. Mwanzo siku moja nitaweka kikao cha wanaume, kwa nini hamtoi allowance? Allowance zinatoka. Lakini ni namna gani ninyi mnapenda kuziangalia fedha pasi na kuzitumia? Hilo tatizo. Madam, unakumbuka wiki iliyopita? Ni kweli. Tuna shida ya kupenda yani kukumbatia hela. Lakini mimi siwezi kuwa na allowance ya milioni 200. Yani mwaka mzima hela ulizonipa nimesave milioni 200. Nikashindwa kukupa 50. Yani nitakupa tu milioni 50. Wewe sasa nitakununulia tu gari. Hata kama najua hutoiendesha, lakini kama faida yangu ya hela unazonipa za pocket money zimefika nyingi, hata nina milioni 50 nitakupa milioni 5. Umepokea gari hiyo? Yaani katika hela zangu ulizonipa nikapata faida. Hapo umeniambia haya weka hii huku, weka hii huku. Mimi mwisho wa mwaka nikiwa natoa shukrani, nitakupa tu wewe hata milioni 1. Kwenye milioni 40 nakutafutia hata 2. Lakini wewe jiulize. Alafu unajua kwamba utaikomba vipi tena hii? Najua tu kwa sababu Januari itafika utanipa tena allowance. Kwa nitazi yani hakuna mmea unaomea ambao hakuna kitu. Kama ni jangwa. Hujai kuona mmea ambao umeota juu ya jabali? Kwa sababu unakuwa na miba. Hamna mtu anaweza kwenda kukata pale sababu ya miba na ukavu. Hivi utapata wapi kivuli jangwani? Kuna mti wa kivuli jangwani? Nipe, yani mkitupa allowance vizuri. Tena hii ni mada inabidi tuijadili. Mkitugea allowance vizuri, tutasave. Tukitoa kwenye kikoba chetu. Waulize wanaume wote wanaocheza kikoba na wake zao. Wanaowapa hisa wake zao. Wanapewa zawadi. Hivyo hapo Wanawapa zawadi. Mimi wengi sana wananipigia simu, "Nishauri huyu bwana amenisaidia mwaka mzima kikoba, nimpe zawadi gani?" Mimi nawashauri. Kama vest. Sishaurigi vest. Ukiwa smart lady hutoi vest. Smart lady unanua kiwanja, unajenga msikiti, unanua Ford. Namnunulia mtu Ford, yani wenzake akienda wenzake sasa, mke wangu huyu. Asante madam. Tunahama. Tuhame. Tunahama. Hivi sasa kuna sijajua utaniweka vizuri. Sio ni tema igizo ama ni wakati fulani ambao umetokea hivi kwamba kuna watu wakitaka kununulia zawadi lazima wengine wajue. Unajua kwamba lazima itangazwe hiyo kwamba leo madam kamnunulia Khatib zawadi. Unajua Kwa nini? Kwamba sio naita na waandishi wa habari. Wanawake lakini. Ndio. Sasa hii ni zawadi iliyo bora. Kwamba lazima jamii ijue kwamba umenunulia ndio uone furaha. Na nyingine inabidi wanawake wengine ili tupate motivation. Kama mimi size hapa nishapata motivation, nitaka kumjengea mtu msikiti. Mashaallah. Akinipa allowance vizuri. Msikiti tena kwa jina lake au la babake. Kwa sababu nimeona mwenzangu katangazwa kajenga msikiti. Kwa hiyo na mimi nimeingia moto. Kwa mimi nashauri kama mtu anaona jambo lake ni zuri, anaweza kalitangaza tu ili watu wengine nasi tu tuamke. Mimi natamani watu wangetangaza mema. Yaani makubwa, lakini mtu akinua maua asiseme jamani, msema maua ni kitu kidogo. Maua tunaona watu humu. Tunaona bisa na maua yao hivi. Kitu kinachosema ni kitu kikubwa. Kama hivyo nimekwambia, tena sio gari. Ford. Labda Ford au Cadillac fulani. Sawa. Yaani gari fulani mtu sawa.
Au mtu amenunua kiwanja, sasa jamani mume wangu umefanya kazi kwa bidii sana huu mwaka. Sehemu yako ya kulitaya nimekununulia shamba lako hili hapa. Lina kuku kabisa. Hiyo tangaza. Ili sisi wengine ambao hatujakumbuka kutoa shukrani tukumbuke. Lakini maua hayatangazwe. Usiseme maua kwa sababu ni aibu. Sisi tutasikiliza pale. Ila tukikaa kwenye vikao vyetu vya Kismart Lady tutakucheka sana. Huwa hamwambiani ukweli. Huwa tunacheka tu, huwa tuseme. Sasa pale nayo kwa mkisha cheka ndio imeisha. Huwa tunacheka tu. Kwamba mpata funzo. Yaani ile wiki ile tunakutolea wewe mfano Habiba. Ile wiki lazima tu. Lakini hata wewe ukimfanyia mke wako kitu kikubwa, mfano labda umemnunulia shamba, kama hivyo umemjengea msikiti, ukampeleka umra, basi sema kuna kitu leo nimeamua kujikita kidogo hapo ili kuangalia jinsi mambo yalivyo. Bado kuna tabia ambayo imejengeka hivi sasa. Hatujui mmekosana wapi. Si ndio? Hatujui mmekosana wapi. Wewe ni kipi kinachokufanya kwamba mnapoombana msamaha mtutangazie sisi kwamba nimemuomba msamaha? Hamuoni kwamba tutataka kujua chanzo huku na inawezekana ni kibaya? Kwa nini hivi sasa nimeona kuna jamaa, mtu ambaye anamhifadhi jina, kwamba ameenda kodi bango lile kaweka kwa ajili gani? Anamuomba msamaha. Baby mama yake. Kwa nini? Kwa nini imekuwa kama hivi sasa ni desturi hivi kwamba mlipokosana hamjatuambia kwenye kuomba msamaha ama kuombana msamaha, mnakuja kutuambia? Hii nayo au ni tatizo la afya? Shida ya afya ya akili. Kubwa sana. Kwa sababu gani vitu vyako private tutuambie sisi ni tusuni? Ni ila kuna mawili. Ila mmoja ni mgonjwa wa afya ya akili au watu wana content creator. Content creators au influencer wa social media. Ndio anajua tukifanya hivi tutakuwa maarufu, tutapata matangazo, tutapata kazi, watabaki relevant, watu watakuwafuatilia. Lakini regardless sio maisha ambayo ni decent. Wala huwezi kukuta mwanaume decent. Juzi Kajala alisema Mungu akikupenda hawezi kukupa mwanaume anayefanya challenge TikTok. Hata Mungu akikupenda hawezi kukupa mume anayefanya vituko hivyo yani. Yaani mfano mimi siwezi yani sio mume Mungu aliniandikia. Wewe umejuaje? Kwa sababu hiyo ni riziki. Hapa. Huwezi kunikutanisha na wife. Kwa haki ya Mungu. Mwenyezi Mungu anachopenda. Anaweza kukutanisha tu. Atanikutanisha kama mtihani na ambao nitaufaulu. Yaani aposti kwenye bango kwamba mimi ananiomba radhi. Ndio. Na dunia ikajua kabisa kwamba madam alikosewa na fulani. Yaani ikifika hapo tu nitampigia simu, sasa jamaa hebu toa haraka sana. Wewe sasa kweli tena. Bora hata uandike kama unanipenda sana. Huoni kwamba wewe na wewe utaona fahari kwamba yaani mpaka kwenye bango kwamba msema, kwa sababu inawezekana huku ndani ilishindikana, sasa akakufanyia kama surprise ili ujue kwamba anaomba msamaha kweli, anakiri katika kile ambacho alichokuwa amekifanya juu yako. Kwani kukiri ni kuweka bango? Kukiri ni kubadilisha tabia. Na mimi kwa sababu kwanza nitakuwa nimekublock. Sawa, ukiniudhi. Ngoja. Unatakiwa tu uonyeshe kwamba wewe una akili. Utumie email au barua. Kwa nini unaenda kuweka bango? Madam, una block mtu ambaye unaishi naye nyumba moja? Mfano. Nikiwa umeniudhi mpaka yani umefikia tu sasa unafikiria ili nikusikize inabidi uende kwenye bango. Niandikie barua au nitumie email. Si unajua email yangu? Email utafungua? Wewe andika email. Naomba msamaha Lela, au mwambie mamangu. Au mwambie mzee, au mwambie mamu wangu, au washauri wangu, au hati. Yaani kote huko umeshindwa kuongea, unaenda kutangazia dunia kwamba mimi na wewe tumekosana. Mimi naona haya, sijui watu wengine, lakini mimi naona haya. Na mimi siwezi yani mimi ndio maana nakwambia Mungu hawezi kunikutanisha na staili hizo yani. Na wadadisi wa mambo tutataka kujua kwa nini mlikosana. Hiyo ya kwanza, lakini vipi kuhusu heshima yangu itakuwa wapi basi? Kama mimi nina mume anayeweka kwenye billboard, kwa nini uniweke kwenye billboard? Kama unanipenda sana, sitaki uniweke kwenye billboard. Mwanamke nani kwenye historia aliwekwa kwenye billboard?
yani kwenye historia za Kiislamu, kwa sababu mimi ndani nje mpaka damu yangu yote mimi ni Muislamu. Kwa nini ukaniweke kwenye billboard? Mwanamke nani amekaa kwenye billboard? Sasa tunaongea au tunachangia mada katika mikutano kwa sababu ni njia za kutafuta maisha. Lakini kabla ya huu wakati wetu sisi, yani wakati wa Mtume, hakukuwa na mwanamke wa mbele. Kwani sasa ukaniweke mbele mimi kwenye roundabout? Bibi babangu amenilea, wewe uniweke kwenye roundabout? Mimi siwezi. Ndio maana nikakwambia kama ni Mungu ataniletea, kama itakuwa ni mtihani ambao nitafaulu, na nitakupigia simu mara moja. Mwanzo kaka zangu hawezi kukuacha ubandike. Yaani kabla hujabandika ushapigwa sana. Lakini wewe ni mke wa mtu. Ndio kaka zangu sasa watakupiga. Wanapiga nitawafunga kaka zako vibaya mno. Acha tufungwe. Na mimi mwenyewe nitafungwa. Yaani tutaenda wote. Kwa sababu wewe huwezi kulea dada yako akaekwe kwenye billboard. Haiwezekani. Mke wa mtu madam. Nakwambia unaoa lakini hii ni Afrika. Unaoa lakini wewe huyu bado dada yetu. Na ukimzaa wenyewe tutakupiga tu. Kwa hiyo mnaingilia mambo ya ndani. Tunachojaribu kufanya ni angalau ile mila ya Kiislamu isitoke katika mikono yetu. Sasa kama mwanamke akishaye kwa njia panda, na watu wamesema mwanamke ni pambo, na anayekwa njia panda anaomba msamaha, au anayekwa njia panda anatamkiwa kwamba anapendwa. Yaani maana yake ni kama kweli unampenda mke wako tutajua. Hauna haja kumweka billboard. Mwanamke anayependwa anajulikana, na mwanamke anayedekezwa anajulikana. Kwanza haumuoni ovyo. Pili ukimwona ni kama malaika. Tatu kila anayemuona anatamani yawe kama yeye. 4 ana furaha. 5 afya yake akili iko balance. 6 hana muda wa kuwaza. Siku zake zote yeye ni kufurahi. 7 afanyi kazi ya kumtoa jasho eti kwamba sio nihangaika nani. Ana starehe, anapumzika. Kazi yake ni kuuza duka. Anauza duka lake la urembo, anauza duka lake la nguo, kama hivi Lela ameenda kutoa muhadhara. Yani hana zile kazi za sulubu, tunajua tu huyu mke wake apendwa. Lakini sisi kama kila siku tunachanja kuni na mke wako, tunauza, tunapasua mawe na mke wako. Hata ukienda yani zile kazi za shurubu za kiume, hata ukimweka billboard, kama kila siku anatupigia simu unavomtesa, tumsaidie therapist gani, sui gani, jamani nipelekeni. Hata ukimweka billboard, sisi kwanza sisi wetu ambao tuna akili tunasema tu huyu anajaribu kuvutia wanawake wengine ili wamfuate, kwamba huyu ni mwanaume wa kushow off mapenzi. Kwa hiyo watu wale wenye tamaa ya kupendwa wanawake wanamfuata ili apate mademu. Kwa mtu mwenye akili yani hawezi kukubali vitu hivyo. Kwa hiyo ni sio ujanja. Ndio maana nikamwambia tafakari ile kauli ya Kajala. Mungu akikupenda hawezi kukupa mtu wa TikTok. Mtu anayecheza TikTok. Mungu akiwa amekupenda. Ni vibaya? Sio vibaya. Lakini sio vitu vinaendana na umri. Yaani kuna umri wa kucheza huo. Lakini ukifika umri kama wa mashangazi vile, huwezi kupata mtu wa hivi. Imekuwa kawaida pia kwa wanawake kuona fahari pale ambapo anapoona mume wake kila anachomwambia anafuata. Kwanza huyu mume ana tatizo. Huyo mume ambaye ataishi maisha marefu, kupe taarifa tu ijue. Wewe jifanye mbishi kwenye ndoa uone. Utaishi maisha yako mafupi kama mbu. Kama nzi vile. Kwa nini? Yaani mke anavyo, yaani kifupi mke asikilizwe tu. Kama naye yasema yote ni ya ukweli, sikilize. Kama una uhakika lakini na akili ya mke wako, maana kuna akili na kama mke wako unamuona kabisa huyu mke huyu ndio mafanikio yamepatikana kupitia mgongo wake. Fuate tu anachosema. Utakuwa na amani kwa sababu happy wife happy life. Mimi nakwambia hata wewe ni kakaangu. Ukitaka amani kwenye maisha yako, pima IQ ya mke wako. Ukiona tu IQ yake iko juu zaidi yako, fuate anachosema. Hawezi kuingiza chaka maisha, kwa sababu sisi tunaishi na sisi wanawake 90% tunaishi kwa sifa. Mume wake ana hiki, mume wake kamfanyia hiki, mume wake amekuja kumchukua, mume wake anampenda. Unaona? Ndio wewe kwa mabango. Ile ya kuweka kwenye mabango ina watu wake, mimi simo. Lakini sasa mimi nitakapokuongoza wewe uwe mbele, sifa ni nyingi kwangu kuliko kwako. Kwa maana yake ni kwamba mimi siwezi kukupoteza, kwa sababu nikikupoteza wenzangu watanicheka.
Kwa ili wewe uwe na amani na starehe katika nafsi yako, nisikilize tu. Lakini ukiwa umeshapima akili yangu, kama akili yangu iko sawa na ulishani testi huko nyuma ukagundua kwamba Lela iko sawa, nisikilize tu. Mimi nikikwambia kitu wefuata tu. Na ndo kama hiyo ndo akili katika haya maisha. Hii ndo akili. Msikiza mkewe, utafika mbali, utaishi maisha marefu. Lakini sasa wewe mke anaongea, wewe unabishana. Anaweza kasikia watu wanataka kuja kukupiga, asikwambii. Sasa naye jeuri huyu, hata nikimwambia atanibishia. Acha apigwe. Naweza hata umeenda kufanya biashara na watu ni wezi, mke wako ameota usiku utatapeliwa, akwambia. Sasa mimi naye nikimwambia ataniambia wewe naye ndoto zako za linacha. Kuna watu wanadharau. Kuna watu wanadharau. Kuna mtu aliniambia mimi mume wangu ananiambia mimi ninaitwa radio. Naongea kama radio. Toka alivyoniambia hivyo, mume wangu hata afanye nini sisemi. Juzi kanikalisha kikao ananiambia wewe vipi unataka kunipa sumu ni mbona siku hizi uongee? Afu wanaume nao wanakuwa kama vile hawananie. Yaani sijui tu wanaume kwa wanapenda. Kwamba wana shida gani? Kwamba akiongea unaongea hivi. Mimi leo nimeamua ni nyamaze, nataka wewe ndo uwe ongeaji humu ndani. Akamwambia hapana, nilikuwa kwa sababu unaongea sana, naomba unaongea tu. Sasa ni wanaume wenyewe hawajua anachotaka. Lakini mimi nimeshajifunza saikolojia ya wanaume. Anachokataa ndio unachotakiwa ufanye. Ili uwe na amani. Sitaki mtu anayeongea sana. Ongea. Ili uokoe akili yako. Kwa sababu ukikaa kimya nayo mambo yanarundikana, unaweza kujikuta uko katikati unapika, ukapiga ukunga. Mambo yanajaa. Yanaweza kukuzidi. Shangaa tu, tukua naye sasa hivi hapa kini kazimia. Asiyotaka fanya. Ndo akili yako hiyo. Sitaki mtu anayeongea akikosea mwambie. Usiweke rohoni. Kwa sababu unaweka rohoni hisia zinaondoka, utaacha kumpenda. Kwa wewe sema. Madam, utajuaje kwamba mkeo ni smart katika wale ambao wanakuambia labda ni ya kweli? Utamjuaje? Umejua kwa nini? Kwa sababu unakuta, chukulia watu ambao wamelelewa nadhani watakuwa wananielewa sana. Inawezekana labda unaelewa na shemeji yako, kaka yako ndiye mtafutaji. Unaelewa na aunti yako, mjomba wako ndiye mtafutaji. Na ufahamu watafutaji sio watu wa kukaa nyumbani muda wote. Ama unaelewa kwa babako mdogo, babako mdogo ndiye mtafutaji, mama yako yule ndio upo naye pale. Nyakati zote hizi hawa walezi hawa wanatafuta njia za kuja kuwaambia waume zao ili huyu anayelelewa aonekane mbaya. Siku zote inakuwa ipo hivyo. Utajuaje sasa we mume ambaye unamwamini mkeo kwa lolote? Kipi ambacho wanaume wanatakiwa kukifanya ili waweze kujua kwamba wanachokiongea mke ni sawa? Kwa sababu kuna wengi wana roho mbaya, kuna wengi wana roho nzuri pia. Nitawashauri wanaume kama kaka zangu. Siamini wanawake, waacheni kama walivyo. Ishi na mwanamke kwa tahadhari sana. Watu wa mwisho kuamini wanawake mnawakumbuka historia zao. Samsoni historia yao mnaijua. Adamu historia yake mnaijua. Kwa nyamazeni hivyo hivyo. Uishi kwa machale. Na akikwambia huyu Saumu nitoka nikae naye sio na maisha gani, kuwa unakuja nyumbani kwa kuvamia, usome tabia ya Saumu. Yaani kama yule Saumu unaambiwa Saumu kiburi sio nini, msome Saumu. Alafu mara moja mshirikishe dada wa kazi kuhusu maisha pale nyumbani au shamba boy. Hata kama ulikuwa una mpango wa shamba boy, mlete shamba boy wiki hiyo akae tu. Mwambie brother, mimi nakuomba ukakae nyumbani kwangu siku 7 tu, ila nataka unifanyie uchunguzi kati ya Saumu na mama yake, nani ana matatizo. Utagundua vitu vingi sana. Katika kosa ambalo unatakiwa kufanya ni kuishi na mtu kwa kumwamini 100%. Utakiwi kumwamini mtu unatakiwa umpe tu 1% za kuishi naye. Utakapoamini hapo ndo kosa lako utakapokuwa. Na hakuna mtu mwepesi wa kuvunja uaminifu kama mwanamke. Unaweza kuwa umemwamini 100% akaja akakushangaza. Ona story ile ya yule bwana mkubwa.
Wote wale ni wanawake. Hawana shida ya chakula wala nguo. Ona vituko walivyofanya. Na yeye mwenyewe alikuwa anajifanya kwamba yeye ndio mfanya vituko. Ona story ya mke wake iliyotoka. Vituko alivyovifanya. Kwa ni kuishi kwa akili sana. Ndio maana hata maandiko yanasema, ishini nao kwa akili kabisa. Yaani wewe kitu ambacho maandiko wewe unahisi maandiko yameandikwa na mwanadamu basi. Aliyewaumba ndo anayewajua. Na kwa nini ulale ndo aumbwe? Yaani ukishaelewa tu hiyo philosophy. Kama mtu anaweza kumzaa mwanae na akamuita mbwa. Au akamzaa mwanae akasambaza mtaa mzima ubaya wa mtoto wake. Wewe ni nani? Mtu anaweza akazaa na wewe watoto 4 sio wako na akakwambia ni watoto wako wasomeshi. Yaani mimi siwasemei vibaya maana ni ndugu zangu. Lakini nakwambia kama maandiko yanavyosema, ishi nao kwa akili. Mimi kuna watu nawajua wanawaambia umezao. Mke wa pili. Mimi nataka niwe na wenzangu. Ili tuweze kukuhudumia vizuri mume wetu. Wanawake hao? Uone. Kivumbi. Yaani ile siku ukioa. Ndio siku utakuwa na maajabu. Mimi nakwambia haki lillahi. Kama wote tungekuwa tuna uwezo kupata wanaume wa kutupa allowance, mahitaji yote ya nyumbani 100% nini. Hakuna mwanamke hata wewe mmoja angetoa 50 yake kuspendi. Wanawake wengi wanaspendi hela zao kwenye familia survive. Walikubali 50 kwa 50. Na wakasahau wao 50 kwa 50 wanaifanya wakizaa, wakilea watoto, wakikaa usiku kucha bila kulala, wakinyonyesha miaka 2. Maana usipomtimizia miaka 2 ya kunyonyesha una kesi kiyama. Sasa wakasahau hizi 50 nyingine wakakubali hizi 50 nyingine. Sasa kama wangekuwa hakuna umuhimu au lazima wao kuhudumia, wasingetoa shilingi 10. Hata watoto wangerudishwa ada, wasingetoa shilingi 10. Lakini tu kwa sababu tu wanaona hapa nisipotoa mambo yataharibika. Ndio maana wanatoa. Lakini kama kungekuwa na mwanaume ambaye amesimama 100% kwenye majukumu yake, hataki utoe, ukitoa na kurudishia hela yako. Hakuna mwanamke mmoja angetoa. Madam, kuna jambo lingine ambalo limekuwa likisumbua sana jamii yetu. Kwamba unakuta mama amemlea binti yake, mama ameolewa, yale maisha ambayo anayoyaishi yeye na mumewe hapa nyumbani, anataka binti yake naye akaishi na mumewe kule anakoenda. Na mumewe sio yule mtoto. Unaona Lakini unakuta yani kwamba mama anatamani mwanae wa kike kwenda kuyaishi maisha yale ambayo anaishi na mumewe hapa. Lakini hatamani mwanae wa kiume kwenda kufanyiwa yale ambayo anomfanyia mumewe hapa. Hii inakuaje? Ndio mama nikakwambia, yani tuna kijubinafsi fulani. Wanawake sasa. Wote. Niongeza hiyo. Tuna kijubinafsi fulani. Kwamba tunaweza nini tukao sisi tunapenda tumkalie, yani tuwakalie waume zetu. Ila watoto wetu, watoto wakwe zetu wakikalia watoto wetu wa kiume vita. Nao kwenye jamii za Kiafrika wako tele. Na ukiona mwanamke au mavya wako, mama mkwe sipi. Ukiona mavya ana kelele kwenye ndoa yako, ujue huyu mavya hata kwake kuna fujo. Ndio mimi nikiwafundishaga smart lady naambia nyinyi msihangaike na mavya. Kazi yake ilikuwa kuzaa na kulea, kashamaliza. Na yeye mavya sio mama yako, ni mama wa kijana. Wewe unamtendea wema kama mwanadamu na kama Muislamu basi. Huna haja ya kwenda kubadilisha tabia yake. Umemkuta na tabia yake, wala usimshtue kwamba mama unajua wewe tabia yako mbaya, wala huna nguvu yoyote ya kumbadilisha tabia yake. Kama anapenda kuongea na mwanae, kama anapenda kushauriana na mwanae ndo afanye na wewe, mwache mtu ashauriane na mtoto wake. Yaani utakapotaka kubadilisha tabia ya mavya ndipo mtakapogombana. Kwa mwache mavya wewe mavya adili na mtoto wake na wewe dili na mume wako. Yaani wewe ujue kwamba kuna tofauti kati ya mama mume na wewe ni mume wako. Lakini huyu ni nani? Ni mama yake.
Yaani unakuta wengi sana wanaoingilia ndoa za watoto wao, wengi sana kwao kule wana control nyumba wao. Wengi sana. Na hii ina athari kubwa sana. Wengi sana watoto wao wanavunja ndoa kwa sababu yao. Wengi sana. Wengi sana. Hata mimi mama yangu nilimwambia ukitaka huyu awe na amani kwenye ndoa yake, usijue kitu. Hata kama unaona mtoto wako ndo kapata mali, achana nazo. Wewe una listi yako unaotaka kila mwisho wa mwezi ije, hakikisha listi imekuja, shukuru Mungu. Usifuatilie ikiwa kwake chakula kinamwagwa au kinatumika inavyotakiwa. Achana na huo ufuatiliaji, sio wako. Mradi si tuna uhakika tu binti yuko vizuri, basi. Yaani shida kubwa ni sisi hapa, sisi tuna matatizo. Umeanza mwanzo akakwambia usimwamini na uishi naye kwa akili. Hata kiwa mamako, ishi naye kwa akili. Wengi sana wanatamani yani wao wapelekeshwe waume zao, ila watoto wao wa kiume wasipelekeshwe. Na ndio maana watu wanasema siku zote tulee watoto. Alisema Aunti Sadaka, leeni watoto ambao watakuwa pozo kwa watoto wa wengine. Yaani wakienda huko kuoa, watoto watu wale washukuru, waridhike, maana nyie mnaletea watoto ambao wamelelewa vizuri. Mtu mkwe anakufulia nini, lakini mimi babangu anaumwa, wewe uko huo mji uende kumsalimia. Lakini mimi mamako anaumwa, namfuata kijijini na mhudumia. Lakini wewe kijana unaenda mpaka mkoani kwetu, babangu ni mgonjwa, kwenda hospitali. Nishatuma hela, nadhani hiyo hela itamfaa mse. Alikwambia na shida ya hela? Wewe kwenda kumuona tu pale akajua mkwe wake ameenda, ni heshima kwake. Nenda kuone. Lakini wao sisi tukaenda kuona mama zao tunabeba vitenge. Wao wakija nyumbani wanakuja tunatai. Sasa tunaacha mpunga lini? Lakini kuna wasioacha. Kuna wasiotoa. Yaani ameenda kabisa na tai alafu anaondoka kavu. Na umepikiwa ugali wa watu umekula. Uwajui watu ambao hawana haya. Ngoja kuna mmoja siku nitapiga picha nikutumie uamini wapo. Mwanzo nataka nikuulize swali. Umeona yule mwanajeshi aliyemfumania mkewe akawapa keki yeye na mngoni? Ndio. Nimempongeza sana mwanajeshi yule. Popote alipo kwenye dunia nataka atumie. Na katoa tu kwa mapenzi. Yaani nataka atumiwe salamu zake kutoka kwangu. Mimi Smart Lady wote tunampongeza. Kamfumania mkewe, ni mwanajeshi. Kaenda zake kwenye shughuli zake, karudi nyumbani bila taarifa. Kamkuta mama ndani na rafiki yake, maana ni warafiki wa mama. Katika mazingira ambayo yana maswali. Akasema jamani mpo? Tupo. Haya jamani mimi ndo nimerudi, lakini kwa sababu wewe ndo upo na mke wangu hamna neno. Halo, hebu niletee keki hapa. Akaletewa keki. Hajagombana na mtu, hajapiga wala hajaua. Alikuwa na uwezo wa kufanya yote haya. Kumbuka na miliki silaha ambayo ina leseni katika nchi au hiyo nchi ambayo yupo. Lakini akasema mimi nina afya ya akili ambayo iko makini. Mimi siwezi kuingia kwenye shimo kwa sababu ya makosa ya Delila. Mimi ni Samsoni, nitabaki na nguvu zangu. Akamtuma rafiki zake wakaja na keki nzuri. Keki ikakatwa vipande. Ikawekwa kwenye sahani. Akaba sasa ndugu zangu katika imani, jipangeni hapa. Mume na mke. Wewe ni mke wangu ndio, lakini leo nimekukuta na huyu na ulikataa ukasema huyu wewe na yeye amojuani. Sasa kila mtu achukue keki amlishe mwezie. Leo na wafungisha ndoa hapa. Mimi nimechoka. Siwezi mimi kuwa naenda kazini na kuacha wewe nasema unalinda mji hapa, kumbe wewe unaniletea mlinzi hapa. Sasa mimi sitaki. Kula keki, jamaa anakula keki, machozi yanamtoka. Jamaa na magwanda hajavua. Wewe ulishwa keki na mwanajeshi. Unajiamini sana. Kamlisha keki, raia na mke kamlisha keki. Alipomaliza akamwambia sasa nyie wawili lishaneni keki. Akaita na vyombo vya habari. Njoeni jamani mchukue, hii ni coverage nzuri, ni kama breaking news. Jamaa wakaja. Sababu nini? Akatoa maelezo, akamwambia wako hapa ndani, twendeni. Waandishi wa habari nao wakawa na walisha keki. Jamaa machozi tu. Yule mke naye machozi tu. Hapo maliza kulisha keki akamwambia sawa, nyinyi kwanza leo ni mke na mume na hii nyumba kaeni. Hajarudi.
hajapiga teke mlango, hajapasua glasi, kasonga hivi. Analia lakini anaondoka kama ambulance. Ndo watu mnavyotaka mfike hatua hiyo ya kudhibiti hisia. Nyumba ni ijenge. Nikuachie nitoke. Kwa sababu amani yangu mimi ni bora kuliko hii nyumba. Nyumba nikifa nitaiacha. Vipi kuhusu mimi? Mimi natakiwa nife. Watu bilioni 7 katika hii dunia. Mtu mmoja anivuruge kichwa changu. Why? Madam, unajua mapenzi yana nguvu. Ukiruhusu. Moyo unaujua maumivu yake. Leo mtu mmoja akaniambia, "Mnasema mapenzi yanauma." Jamani, mtatuandikia kama tumeenda, kama nimekosea mtaandika. Hakuna kitu kinauma kama arosto. Shazoea kula unga. Ukakosa ule unga, mwili unapokuuma, hata mapenzi hayaumi. Kweli? Kama wale wanaweza kuvumilia na wanaacha madawa, ina maana wewe na mapenzi yako unajiendekeza. Una uwezo wa kuvumilia na ukaishi kwa amani. Kwa hiyo kuumia kwenye mapenzi ni kujiendekeza. Kabisa. Wewe umeumizwa lakini kila siku asubuhi unaamka unaenda kulima eka 4. Utaweza saa ngapi kuwaza? Au unatembea kilomita 8 kila siku. Kila ukirudi jioni kabla hujalala unaenda zako rani kilomita 8, 5. Unarudi unafua jaketi lako hivi limejaa maji kwa ulivyo sweat. Utamwaza saa ngapi Adija? Utakuja kugonga na magari huku unakimbia huku unamwaza, unaona picha yake hii hapa. Unatakiwa ukimbie upande milima na kushuka huko. Poa. Kurudi hapa ukitajiwa Adija nani? Ngoja nilale kesho asubuhi tutamjadili. Asubuhi unaenda tena kukimbia. Jioni kabla hujalala unakimbia. Kama mtu anayekula madawa ameacha madawa, wewe una sababu. Kuna kitu kigumu katika hii dunia kama kuishi bila madawa. Yaani kuacha madawa sio mbaya. Kuishi bila kutumia dawa ndio kitu kibaya. Unaweza ukauma mpaka ukataka kupoteza maisha. Research hiyo tumeifanya. Yaani sio kama naongea kama vitu ambavyo tumevidhibitisha kidaktari. Unaweza ukaishi bila madawa, usurvive miaka 1, 2, 10. Hata maumivu ya kujifungua sio haya. Ya kukosa dawa. Unaweza hata ukajifungua hata kila siku kuliko maumivu ya arosto. Sasa wewe mapenzi. Kwanza ni kitu ambacho unaweza ukaacha kukifanya na ukaishi tu. Kwa nani kakwambia uwe katika mahusiano? Wewe mwenyewe na umbea wako. Subiri uolewe. Hasa ukiwa msichana, kuwa na mahusiano ni kitu ambacho umejitakia tu. Kwa nini usisubirie uje uitwe bana, mimi nakuhitaji. Unanihitaji kwetu pale, nenda. Nani kakutuma? Hizo haram relationship hizo ndo zina matatizo kuliko kama ukiamua tu utaki kuingia haram relationship wala huna atakaye kuvunja moyo. Saa ngapi na amekuja na mtuma nyumbani? Inawezekana vishawishi vya mitaani vinachangia zaidi wasichana kujiingiza katika mapenzi. Kwamba fulani unaona kanunuliwa simu, wewe hata kiswaswadu huna. Unakuwa na tamaa. Sasa ndo nakwambia yote hayo ni wewe mwenyewe umesababisha. Huwezi kukaa ukasema mimi sina bahati ya mapenzi. Wewe mwenyewe ndo unafanya machaguzi ambayo sio sahihi. Kwani watu wengi sana wanafanya mahusiano lakini hawako serious kama wewe. Ndio maana wewe unalia. Nani amekwambia uchukulie serious urafiki? Hata uchukulie serious ndoa. Rafiki sasa yote anaweza kukubadilikia. Ina maana wewe ulihisi kwamba atakufa na wewe. Wewe ujipange hata huyu mtu akibadilika mimi nitaishije, wewe unazama tu. Watu kibao wanapoteza muda na watu, wanawasubiria watu wao wanawataka wamalize kusoma. Wewe unazama. Kama wewe uko serious, mimi nakuhitaji Amina, hamna neno kwetu pale. Mimi nakuhitaji, bana mimi sihitaji mambo ya kuhitajiana, nataka marafiki. Kama unaweza, tuendelee urafiki. Kama uwezi, basi. Sasa jamaa huyo mwanajeshi huyo, watu wote wanatakiwa wajifunze. Hata mimi mwenyewe nimejifunza. Yaani kweli ni kukata keki tu. Kwani niumize kichwa changu? Lakini unapomfumania mke au mume, ina maana kwamba wewe hakuhitaji tena, si ndio? Nini unachotakiwa ukifanya? Sababu mtu kama amefikia hatua hadi analeta watu kwenye mamlaka yako, maana nyumba yako ni mamlaka yako. Una uwezo wa kuua. Unajua una uwezo wa kuua na ushtakiwe kwa sababu mtu amekufuata kwako. Alikuwa ni mwizi amekuja kwangu kuniibia, wakati anatoroka nikampiga nikamuua. Hamna mtu yoyote atakaye kushtaki. Utashtakiwa tu labda kwa kuua bila kusudia au umeua wakati unajidefend hivyo.
Kwa kama mtu amekuletea hadi pale, ina maana ujue kwamba kiwango chake cha dharau kimefika mwisho. Kama wewe kama unataka mazungumzo ni wewe, lakini kwenye level ya watu ambao wanajitambua, smart ladies, smart people, wala huhitaji kujua sababu. Wewe unatakiwa tu uage. Bwana sasa wewe umeona kwamba kuleta watu hapa kuenda nao huko njiani haitoshi. Umeona bora uwalete hapa nyumbani ndivyo. Sasa mimi nimekupa uhuru. Wewe hebu kajitafutie maisha yako mwenyewe ili umuite unaotaka saa unayotaka. Basi ukitaka kuongea ni wewe ndio unataka mazungumzo, lakini hapa hamna mazungumzo. Hapo maana yake ni message kwamba nafanya ninachotaka na huna cha kunifanya. Yaani hata mke ukikuta mume anakuletea watu mpaka nyumbani kwako, yaani ujue ni kwamba anashindwa tu kukuambia kwamba bwana mimi sikuhitaji. Kwa hiyo nakufanyia vituko mpaka uelewe. Mpaka uelewe ujiongeze. Sasa wewe ukitaka kuzungumza, sio kuitakisha kikao cha familia, ni wewe mwenyewe unataka yawe mengi. Lakini kama wewe uko smart, wala uiti mtu. Unafanya tu maamuzi, bwana sasa naona hapa mimi sihitajiki tena. Kwa basi wewe ukinihitaji mimi niko sehemu fulani naenda kukaa. Sio talaka yako. Wala sina shida ya talaka, mimi talaka ya nini? Labda utabadilisha fikra yako unitake tena kama mkeo. Kwa basi ukinihitaji mimi nipo. Mimi nawaambiaga sana wanawake, wala msidai talaka. Talaka ya nini? Kwanza talaka inamkera Mwenyezi Mungu. Lakini pia mwanadamu simlie yamini anaweza akabadilika. Akaona thamani yako. Ushaomba talaka utafanyaje? Na utakuwa na kila siku na watu. Kila siku utakuwa unabadilisha watu. Na kama kungekuwa hakuna nafasi ya msamaha, Mungu asingeweka maghfira. Mwache mtu anaweza kabadilika. Vile unavyoondoka shazoea kila siku akija na kutogali wa moto, umeondoka wiki mbili kila siku akija akuti ugali, anakuta nyumba inamcheka, nyumba inamzomea. Anaweza karudisha nafsi yake nyuma akaja kuomba radhi bwanae. Nakuomba radhi. Na wewe unamtozesha faini ya radhi. Wewe kama unataka nikusamee nipe 500,000. Anakupa. Au kama unataka nikusamee nifunga ndoa na mimi, anafunga ndoa. Unarudi. Kuliko kumhukumu mtu pale pale. Unaweza kuta na wewe labda kuna mahali ulichangia mpaka kafika hatua hizo. Kwa hiyo ni kila kitu unachofanya weka na akiba. Usichukue maamuzi ya haraka haraka. Nataka yangu sio nini, nataka njivue na indoa. Sawa. Lakini hawa watu hao unavyoona wako hivi hivi wote. Hakuna mwenye nafuu. Nafuu ya huyu ni kwa sababu kwa tayari ushaka naye wamjua. Na uzuri labda huyu udhaifu wake kujua ni umeujua mapema kwamba huyu udhaifu wake ni tumbo, anatakiwa ashibe huyu ndo mume humo ndani atatulia. Mwingine udhaifu wake ni wanawake. Hana starehe na wewe mpaka awe na wanawake 10. Sasa utafanya nini? Umemwacha starehe yake chakula, unamfuata mtu starehe yake ni wanawake. Kwa hiyo ni bora ukae tu na zimwi lako. Kwa sababu linakujua leze kula likakumaliza. Kwa hiyo kama umeshaona kama heshima imefika katika domat, ondoka. Ukapumzike. Mtu akiona thamani yako atakuja kukusalimia. Banaye nimekuja kuomba radhi, rudi nyumbani. Kile ukiomba talaka utarudije sasa? Uweze kurudi. Hasa ukiwa na watoto. Unless kama unapigwa, umevunjwa mkono, mguu umekatwa, huko ni kubaya. Lakini tu ya maudhi tu ya kawaida kwa wanadamu. Unaenda tu kupumzika. Unaenda kupumzika. Sio rahisi kudai talaka, usipende sana kuweka talaka mbele. Sio kitu kizuri. Sasa unatuachaje ama unamalizaje katika siku hii ya leo? Naona jumbe zipo nyingi. Pia wanaume, jamani nyinyi mkifumania hata wanawake. Wanawake mkifumania nunueni kisinia. Lete na kijora kimoja. Mpalishe yule binti kijora, walazimishe wale. Wao si wanajiamini sana. Walazimishe wale waite watu wawachukue live. Na wewe mwanaume hivyo hivyo. Ukimfumania nunua keki, walishe keki. Usipige mtu. Sio mkorofi, usigombane, usiende kujinyonga. Nunua keki alafu mwambie sasa sikilizeni, kuleni keki afu mkimaliza hakikisheni mmenichekesha. Tuone kama watu walofumania watakuchekesha. Yaani ile tabu ile wewe ndio utakuwa starehe yako. Na wewe uhakikisha unakula hicho kisinia unakimaliza na amevaa hicho kijoro yule mwanamke, mwambie vaa kijora chako cha ukufumaniwa hichi hapa na ule uwali. Mimi nataka vitu vyote ni watu wavichukulie positive.
Kuna mtu mmoja kaniandikia hapa, anasema da kaka Khatib, kwa karne hii mapenzi yanauma sana. Yaani inaonekana huyu anajua hayo maumivu. Maana kwa jinsi alivyocharaza maumivu anayajua. Shukrani sana madam.